D. Nitalinda na kutumia rasilimali za chama kwa maslahi ya chama. E. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia sera, sheria, kanuni, taratibu na miongozo kwa maslahi ya chama. Hapa ni wilaya ya Malinyi. Tupo moja kwa moja Malinyi hii kuendelea na zoezi zima la uapishaji. Mkurugenzi wetu wa St. Ignatius SACCOS hasa wapishwaji hao au viongozi hao wapya kuendelea kazi zao wanazozifanya, kwa sababu wao ni viongozi wa St. Ignatius sio tu katika vituo vyao. Kwa maana hiyo wawe tayari kuwa kiongozi katika kituo kingine chochote ndani ya St. Ignatius. Baada ya kukabidhiwa kiapo hicho, pia ofisi ya St. Ignatius SACCOS inawapa barua maalum kwa ajili ya utendaji kazi katika jukumu lenu hilo. Kwa hiyo kila kiongozi atapewa barua maalum ya kituo, lakini pia niseme kwamba kituo ambacho umekiapia au umechaguliwa, kuanzia sasa wewe ni mwenyekiti wa vituo vyote. Sio St. Ignatius Community A. Muda wote tukiona mafanikio au mabaya katika kituo chako tunaweza kukuhamisha. SACCOS wewe. Hilo naomba mlitambue, na hata katika barua yenu ya kazi nimeandika pia hivyo kwamba utawajibika kituo chochote kuanzia sasa. Kwa hiyo unaweza kuwa waaminifu ndani ya miezi miwili au mwezi mmoja utashangaa umehamishwa kwenda kituo kingine. SACCOS wewe. SACCOS wewe. Kwa hiyo kae kwa mkao huo pia. Sidhani mpaka 2028 utabaki waaminifu au waaminifu B au Malinyi A au Malinyi B au Mtimbila A au Mtimbila B. Kwa hiyo muda wote tukiona matunda mazuri au mabaya katika kituo chako tutakuhamisha. SACCOS wewe. SACCOS wewe. Basi naomba nichukue nafasi hii kwa kabisa kupitia sekretari hizo barua za uwajibikaji katika kituo chetu. Viongozi mnatakiwa muwe na sikio kubwa, mwasikilize wanachama wenu wanataka nini. Mimi sina shaka na hii taasisi ya St. Ignatius. Na mwaka wa pili sasa hapa na unakipita mwaka wa 3 na nakaribishwa kwenye mafanikio tu. Kuna mkutano mkuu kwenye kuapishana. Hii inaashiria nini? Inaashiria kuwa kuna uongozi thabiti katika hii taasisi. Hakuna taasisi ambayo haiwezi kukuta changamoto. Kila taasisi lazima changamoto ziwepo, kwa sababu kwa nature tumeumbwa kwa madhila tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi nawashukuru, mnafanya vizuri katika taasisi yenu. Mambo mbalimbali yamesisitizwa katika uapishaji huo. Swala la uvumilivu, swala la upendo, lakini pia swala la kutatua changamoto za wanachama kwa busara pale ambapo zinapojitokeza. Shirikiane katika kila jambo kwa maslahi mazuri ya taasisi, tuonyeshe upendo kwa kila mmoja wetu, lakini pia tuwasisitize wanachama wetu kuwa waaminifu katika swala zima la kurejesha mikopo yao kwa wakati, lakini pia kuwapa elimu faida ya kuweka pesa katika chama. Wahudumieni wanachama wenu vizuri bila kuwa na kikwazo kwa namna moja au nyingine. Tumieni lugha nzuri ya upole na kuwatia moyo, hasa pale zinapotokea changamoto za ucheleweshwaji wa huduma kwa wanachama. Uongozi huu ufanye kazi kwa weledi. Sio kuchaguliwa wewe kuwa kiongozi hapo kama unajua sana mipango. Hapana. Sasa kuwa makini katika utendaji wa kazi. Nyie ndo madereva, nyie ndo mnaona kila kitu, japokuwa lazima mpokee, msikilize, lakini muone hatari za mbele, kwa sababu msipokuwa makini mtaua chama chenu ambacho mmekipambania kwa miaka mingi. Zoezi zima la uapishaji limeshakamilika. Je, umelionaje kiongozi ambao umeapishwa leo? Mimi nimefurahia kwa sababu itifaki imezingatiwa na watu tumezingatia uchaguzi na kuapishwa. Nashukuru kwa kifupi. Asante. Lakini pia ndugu mkurugenzi, Mheshimiwa Andrew Makwata alielezea swala la zima la kusema unaweza ukafanya kazi sehemu yoyote hata kama sio kituo chako. Je, wewe upo tayari kufanya hivyo? Mimi niko tayari kwenda sehemu yoyote ndani ya St. Ignatius ipo. Nashukuru sana, naomba ujitambulishe jina lako na nafasi yako uliopewa. Jina langu naitwa Asman Salum Matereka, kwa nafasi yangu ni katibu wa kituo cha Ifakara. Mimi kwa jina naitwa Leonard Komba, ni mwenyekiti wa kituo cha Ifakara. Nashukuru kusikia jina lako, naomba uniambie kwamba zoezi zima la uapishaji leo wewe umelichukuliaje au umelionaje? Litaleta tija kwenye kitaasisi yetu?
Mimi binafsi kwa kweli naona zoezi hili kwa watu walioapishwa litaleta tija katika taasisi yetu. Nashukuru sana. Nini maoni yako katika haya mambo yanayoendelea leo? Karibu. Mimi maoni yangu ni kwamba tunashukuru kwamba kwa zoezi hilo lililofanywa na mkurugenzi wetu, kwa kuwa tayari linatutia moyo hata sisi viongozi wapya kwamba tunahitajika tufanye kazi kwa bidii ili kusudi mwaka mwingine basi tuweze kuwa na mafanikio makubwa kushinda haya. Je, uko tayari kufanya kazi kituo chochote ndani ya St. Ignatius? Karibu. Nipo tayari kufanya kazi kwenye kituo chochote ndani ya St. Ignatius. Asante sana. Hao ni baadhi tu ya wapishaji ambao tulizungumza nao siku hii ya leo katika hili tukio zima la wapishaji. Nikiripoti kutoka Malinyi, mimi ni Mwanasha Msangi, St. Ignatius News.